Karibu kwenye simulizi yetu ya mchungaji anayekula nyama za watu. Sehemu ya pili, subscribe channel yetu uwe wa kwanza kukutana na kazi zetu. Baada ya kupotea kwa Mama Nuru, kijiji cha Mwangaza kilitumbukia kwenye ukimya wa hofu. Hakuna aliyethubutu kuuliza alikoenda, na wale wachache waliothubutu walionekana wakiumwa kichwa, wakiongea maneno yasiyoeleweka. Wengine walisema walimuona Mama Nuru usiku akiwa amevaa vazi jeupe, akitembea kando kando ya kanisa, macho yake yakimetameta kama taa nyekundu. Lakini mchana hakuna aliyewahi kumwona tena. Mchungaji Eliya aliendelea na ibada zake kama kawaida. Alionekana mtulivu, mwenye upole, lakini kulikuwa na kitu tofauti kwenye macho yake. Kila alipoinua mikono kuombea wagonjwa, hewa ya kanisani ilikuwa nzito, kana kwamba roho fulani inavuta pumzi ya kila aliye ndani. Watu walianza kushuhudia miujiza mipya. Mzee Kipara aliyekuwa hawezi kutembea alianza kukimbia, lakini usiku ule ule binti yake akafariki ghafla, damu ikimwagika puani na mdomoni. Kila miujiza ya mchungaji ilikuwa na gharama yake. Siku moja kijana mmoja aitwaye Jonas alirudi kijijini kutoka mjini. Alisikia habari za mchungaji wa miujiza na akashangaa kuona kila mtu anamwabudu kama mkombozi. Lakini Jonas alikuwa na kumbukumbu mbaya za zamani. Baba yake ndiye aliyekuwa mchungaji wa zamani, aliyekufa ghafla miaka mingi iliyopita, hapa kanisani. Sauti ya ngurumo ndogo, upepo ukipiga madirisha. Jonas akaanza kuchunguza. Usiku mmoja akaamua kuingia kanisani akiwa peke yake. Alipofungua mlango, harufu ya damu ikampiga puani. Taa zilikuwa zimezimwa, lakini kulikuwa na mwanga mwekundu unavuja chini ya madhabahu. Alipoinama chini, akagusa sakafu. Ilikuwa laini, kana kwamba kitu kinapumza chini ya ardhi. Kisha akasikia sauti nyororo ya mwanamke, sauti ya Mama Nuru ikilia kwa mbali, "Jonas, ondoka hapa, damu yangu bado inachemka." Sauti ya upepo mkali, dirisha linavunjika. Jonas akarudi nyuma akitazama kwa hofu, lakini macho yake yakashuhudia kitu ambacho hakitaweza kusahaulika. Chini ya madhabahu kulikuwa na mtaro wa damu unaotiririka taratibu hadi kwenye shimo dogo lilichofunikwa na mbao. Kwenye mbao hizo maneno yaliandikwa kwa damu: "Damu chini ya madhabahu ni sadaka ya nuru." Sauti ya mpigo wa moyo, bum bum bum. Kabla Jonas hajachukua hatua nyingine, sauti ya mchungaji ikasikika nyuma yake, "Nilijua ungekuja. Hata baba yako alijaribu kufichua hii siri na akalipa kwa damu yake." Jonas akageuka haraka, akamwona mchungaji Eliya amesimama, uso wake ukiangaza kwa mwanga mwekundu, macho yake yakimetameta. Kichwani mwake sauti nyingine ikaanza kuzungumza, sio ya binadamu. Ilikuwa ni sauti ya kitu kilicho ndani ya mchungaji. "Tunataka damu mpya, Eliya. Sadaka ijayo lazima iwe ya familia yake." Jonas akakimbia nje ya kanisa akiwa na pumzi nzito, lakini nyuma yake kanisa lilianza kungawa kwa mwanga mkali wa damu. Kwa mbali, watu wa kijiji waliona mawingu mekundu yakizunguka kanisa kama foto la kishetani. Jonas alijua sasa baba yake hakufa kwa sababu ya ugonjwa kama walivyodanganywa. Aliuawa kwa sababu aligundua hii siri miaka mingi iliyopita. Katika kijiji cha Mwangaza, kila mtu anasema mchungaji Eliya ni mtakatifu, lakini usiku roho za wale waliotolewa sadaka zinatembea nje ya kanisa zikilia kwa sauti ya damu. Na pale chini ya madhabahu, chupa ile ya damu bado ipo, ikiwaka kwa mwanga mwekundu, ikiita jina moja tu, Jonas.
sauti ya pepo ikinong'ona taratibu, Jonas, Jonas, kisha kimya ya sekunde 5. Kuna damu ambayo haina mwisho, na kuna madhabahu ambazo hazijawahi. Asante sana. Basi, usikose episodi ya 3